Asante sana, tafadhali tuketi wale wako na viti. Asante. Mgeni wetu wa heshima, PS wetu Mohamed Liban, viongozi wetu wa dini, Mheshimiwa Spika wetu wa Bunge la Kitaifa Manweta, waheshimiwa mawaziri wetu Davis Chirchil, Aden Duale, Mithika Linturi and Florence Bore, makatibu wetu ambayo wanafanya kazi na Liban, gavana wetu Mheshimiwa Abdi Guyo, Mama County, waheshimiwa wabunge na watu wa familia ya PS na marafiki na watu ya Isiolo, amjambo. Salamu alaikum. Asanteni sana. Sisi tumefika hapa viongozi wetu wa dini katika hii sherehe ya ibada ya shukurani ya huyu PS wetu Liban, ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema amemtendea na kuambia Mwenyezi Mungu asante, na vile ilihubiriwa na vile speaker amesema, hata sisi wa Kristo kwa Biblia iko ni watu 10 waliponywa na ni mmoja peke yake alirudi kusema asante. Rais William Ruto na mimi tulikuwa hapa pia kusema asante, na mimi niko hapa leo kumwakilisha Rais William Ruto ambaye ndiye alikuwa mgeni mheshimiwa, akanituma kwa sababu alipata pahali anaenda mazishi ambaye haingeahirishwa, akanituma nimwakilishe, na akanituma na salamu nyingi kwa familia na kwa watu ya Isiolo. Mmepokea? Rais William Ruto anapenda watu wa Isiolo, hata sisi tunapenda nyinyi. Sisi tumefika hapa kusherekea ushindi mkubwa wa huyu kijana wenu PS, kwa sababu tangu apate hii kazi Rais William Ruto na mimi tumetosheka kikamilifu na jihada zake za kutekeleza kazi. Na vile speaker amesema ni kweli, pale Tanzania wanasema mtu amepata kazi na kazi imepata mtu. Hii ya State Department of Petroleum, kazi imepata mtu ya kufanya. Unajua wananikachifu, wananiingilia nikiongea mambo ya shares. Ni kwa sababu ni wale hawana shares yeyote wanakasirika. Wale wenye shares kama watu ya Isiolo na Marsabit wanafurahi. Kwa sababu lazima tukubali hii uchaguzi, your vote must count for something. Watu hawezi tu kupiga kura tu hivi na kukaa. Lazima uamue vile unapiga kura. Na pia upime hewa vile naenda. Kama mko na matumaini ya kuwa ndani ya serikali, mfurute area vile Kenya inasema. Kwa hivyo sisi, rais na mimi, tuko na furaha tele kwa watu wa Isiolo. Kwa sababu hata kama vile waziri wetu wa ulinzi amesema, ni kweli watu ya Northern Kenya kwa vile waliangaishwa na mkoloni na wakati ya shifter, sana sana hupenda kufuata na kukaa na serikali. Kwa hivyo uchaguzi uliopita walishurutishwa sana na kuangaishwa na kutolewa maneno makali na macho makali ya kwamba ati serikali haiwezi kushindwa. Kuna mnyama ingine walikuwa naita system, na ingine naitwa deep state, na ingine naitwa machinery. Sasa watu ya Northern Kenya wengi waliuziwa uoga. Lakini mimi niko na furaha nikisimama hapa Isiolo. Watu ya Isiolo hata wakiuziwa uoga
67% walisimama na Rais William Ruto. Na kwa hivyo lazima mngevuna. Hakuna mtu anaweza kupanda akose kuvuna. Hiyo ndio sheria ya ukulima. Ukipanda unafanya nini? Unavuna. Kwa hivyo lazima Rais William Ruto angeangalia nyinyi vilivyo, kwa sababu mliamini yeye, mlikubaliana na yeye, mliamua ya kwamba ana uwezo, anaweza kuongoza Kenya. Sasa lazima William Ruto angetafuta wafanyikazi kutoka sehemu watu wanamuamini, watu wanamuelewa, na wale wanaweza kumsaidia bila kumuhangaisha. Na ndio akasema watu ya Isiolo, na nyinyi tunaheshimu nyinyi sana kisiasa. Kama kuna kaunti imekomaa kisiasa katika Kenya hii ni kaunti ya Isiolo. Kwa sababu mlisema huyu Abdi Guyo ako huko kwa Jubilee, lakini ni mfanyikazi, mkapatia yeye. Huyu women rep mkasema mtapatia yeye. Senator mtapatia yeye, wabunge mkapatia. Lakini mkawaambia ya rais, hiyo mtu mnatuambia huyo hapana, huyo hawezi, huyo amezeeka, huyo hawezi kazi. Sasa nyinyi kwa sababu mnaweza kazi, tutapatia ya ubunge, ya governor, ya senator. Lakini ya rais tumepima, tumevuta aerial, tumeona kijana shupavu ndio anaweza kutuanga hii kazi ya Kenya, ni William Ruto. Sisi tutapatia nyinyi kwa hizo vyama, lakini ya rais muachane na sisi, tupatie yule tunapenda, yule tunaamini. Na kwa hivyo sisi tunatolea nyinyi kofia. Na baada ya rais kuamua atapeana katibu katika Isiolo kwa sababu ya shares yenu kwa serikali yake, sasa akaingia kutafuta sasa mfanyikazi. Kwa sababu hata kama mko na shares, hangechukua mtu yeyote ambaye hana uwezo. Akaweka darubini, akapima, akaona huyu PS huyu Liban anatosha kwa hiyo kazi. Na wewe PS nikupongeza kwa sababu hujaangusha watu ya Isiolo. Umekuja uko na bidii. Tukiitwa mkutano pale kwa rais uchelewi, wengine wanachelewa wanafukiwa nje. Huyu PS wenu alifika mapema. Ama mngetaka kuwa mtu ya kuchelewa? Sasa wewe PS usiangushe watu ya Isiolo. Ukisikia rais ameitana saa 2 unafika saa 1. Mimi nafika 12:30. Unajua mimi nachunga kazi yangu. Si unajua bahali mimi nilikuwa bahali mbaya sana. Sasa yangu ikiharibika mimi sina bahali ya kwenda. Sasa rais akisema mkutano ya saa 2 mimi nafika 12:30. Wewe PS wewe fika, wewe mambo yako si mbaya sana. Ikiharibika unaweza rudi hapa uchunge kamia. Viti pia tumepatia nyinyi. CAS, machairman na nini, na bado shares yenu bado haijafika pale natakana. Najua mimi ndio mwenye kuweka hiyo record, bado. Kuna maneno mengine tunapanga na rais. Mngojee tu, mtulie. Nyinyi ni watu wetu. Mtulie. Na vile governor amesema ni kweli. Hii Isiolo is cosmopolitan. Nimepofika hapa kina mama wimbo kuanzia pale Samburu, kufika hapo Turkana, kufika hapo Somali, kufika hapo Borana, kufika hapo Wameru, kufika hapo Buruji, kufika hapo Kikuyu. Kila mtu ako hapa Isiolo. Kwa hivyo zile nafasi ya shares yenu imebaki, tafuta ingine. Moja tunatupia Samburu, ingine Turkana hapo, ingine Wameru hapo, ingine wa Kikuyu hapo, ingine wa Somali hapo, ndio Isiolo ikae vile inatakikana. Na hiyo ni kazi yangu. Iko mambo tunapanga. Hivi karibuni tu inaiva. Nyinyi mtulie. Chakula iko jikoni, mungoje tu. Hata msiongeze kuni gavana. Wewe kwa yako ni kuongeza kuni. Wacha chakula ive. Sasa huyu gavana mimi namwambia chakula iko jioni, anasema acha tuongeze kuni. Unajua hii chakula nayo inataka iende pole. Ukiweka kuni zaidi itajaa moshi. Kwa hivyo iko maneno tunapanga hapo, hivi karibuni tutapanga maneno yenu. Vile waziri wetu wa defense amesema, najua sisi ni watu ya kusema ukweli. Hata kama nyinyi mko na share serikali yetu na tutapenda nyinyi, pahali mmekosea pia tunasema. Hii wizi ya mifugo, hii maneno imepitwa na wakati. Tuko na shule, watu wasome, wengine waende kazi, wengine wakuwa wafugaji,
Hii maneno ya kuchukua ng'ombe na buzi ya majirani tuachane naye. Hapa tuko na shida kati ya Isiolo na wajirani wenu watu ya Meru. Pale kwa Igembe iko shida hapo. Hawa wajirani ya Samburu mnasumbuana. Watu ya Laikipia mnasumbuana. Sasa mumesikia rais amesema wezi ya mifugo mambo ni ngapi? Mambo ni ngapi? Mbona mnanyamaza? Kwa wezi ya mifugo mambo ni mangapi? Hakuna haja niseme mnaijua. So mheshimiwa Duale yako hapa, Kindiki yako pale, na hao watu wawili hawachezi na mtu. Hata sisi hawacheki na sisi. Hiyo maneno ya wizi ya mifugo tafadhalini, wangwana wetu wa Isiolo, hiyo ni mambo imepitwa na wakati. Tuachane na hiyo maneno kwa sababu ni mambo ya kurudisha Kenya nyuma. Ni mambo ya kuleta ugomvi katika jamii. Tungetaka tukae vile tumeona nyimbo hapa. Jamii zote zinaishi Isiolo kwa amani na kupendana. Hiyo ndio Kenya ile tunataka, na hiyo Kenya vile mheshimiwa Jane Kihara amesema iko hapa Isiolo. Ni kweli barabara ya kutoka Isiolo kwenda Marti tunafuatilia. Mambo ya maji tunafuatilia. Unajua tulikuwa na mkutano deputy governor ya kupanga mambo ya El Nino. Na siku ya Jumanne tutakuwa na mkutano ingine technical. Maybe governor atakutuma kwa hiyo mkutano. Ndio tufanye mpangilio ya ile usaidizi. National government itatoa, donors watatoa, na nyinyi county ile mtatoa. Ndio hii maji yote isipotee yote. Tujue ni vipi hii maji itakuwa mingi, tunaweza kutumia ingine itusaidie pale mbele. Na ni vipi tutaweza kukinga wa Kenya, watu ya Isiolo, wasikuje kukufa kwa sababu ya mafuriko ya El Nino. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo tunaendelea naye, na hapo mbele itakuwa sawa. Mimi ningetaka pia niseme women rep niambia pale Burati akina mama wamejipanga, na umenipatia kadi yangu na rais. Sisi ni wangwana. Kwa hivyo ikifika hiyo December 14 tutakutuma mchango ya rais na yangu, bora ifike. Tutatuma county commissioner, ikikosa kufika tutakutafuta usiku. Lakini mimi najua wewe ni muungwana, si atafikisha. Huyu ni kiongozi mzuri na tutapanga hiyo maneno. Kwa hivyo mimi niseme tumefurahi sana, na huyu PS anafanya kazi vizuri na CS wake. Kuna wengine hapa ma-PS, ma-CS wanagombana kidogo kidogo, wanapimana nguvu, mambo ambayo haina haja. Huyu PS wetu Liban na CS wetu Davis Chilchil, they work together. In the Ministry of Energy and Petroleum, there is synergy between the CS and the two PSs. Pia nimepata ripoti nzuri kwa members of parliament and senate, wakitembelea huyu PS wenu, anawakaribisha na heshima, hana kiburi, hana maringo. Na nimesema juzi, wale ambaye wote tumepewa nafasi ya kuongoza na rais wetu, tuheshimu wananchi, tuheshimu wa Kenya, tuongeleshe watu kwa heshima na kunyenyekea, kwa sababu wenye kutuajiri kazi ni nyinyi. Nyinyi mkiamua 2027 governor sote tuende nyumbani, hao watu hapana watu wazuri vile nawaona. Hawa ni wazuri wakikupenda. Wakiamua wewe ni bure, wanakuambia nje ni out. Na sisi hatutaki tufike hapo. Kwa hivyo huyu PS wetu ako na heshima na viongozi ambayo wamechaguliwa. Ako na heshima na mapienzi wenzake. Na hiyo ndio tunataka. Wewe ukipewa nafasi ya kuongoza, ukuwe ni mtu ya kushikanisha watu na kuheshimu wale viongozi wengine na kuheshimu wa Kenya na kuwafanyia kazi na ile njia ambaye inayofaa. Huyu Sheikh ameongea hapo, amesema mzuri ya kwamba ni makosa kubwa kutoa fujo na kutoa maneno ya kuharibu. Wale tuliwashinda walikuwa wametoa fujo. Siku hizi wamekuwa watu wazuri, wamewachana na fujo. Sasa unajua mheshimiwa Kiraitu alikuwa anasema hii kiboko nimepewa, anaogopa. Hii kiboko kazi yake imeisha. Hiyo watu wamekuwa watu wazuri, wamewacha fujo. Lakini sitaiweka mbali na mimi. Si ndio? Siwezi iweka mbali, nitaweka karibu. Wakienda wachanganyikiwe, waamke tena, mimi nitatoa hii kiboko mmenipatia, nataka kusema asante. Hii ni ya ile watu ambaye ni ya kuharibu Kenya. Lakini hii si ya kuumiza watu wazuri. Watu wazuri ni watu ya kupewa maziwa
ni watu ya kupatiwa soda, ni watu ya kusaidiwa, lakini wale wenye kuharibu Kenya, hii nitaweka pahali mzuri, lakini naomba Mwenyezi Mungu isikuje kutumika kama inawezekana. Lakini vile mmenipatia nimesema asante. Nilikuwa nahitaji moja, hata ni kama mlijua. Kwa hivyo tutakaa naye. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, na vile tumekuja Isiolo, hatu kukuja mkono mtupu. Lazima nyinyi mfaidike kwa serikali yetu. Kwa sababu hii serikali nyinyi mlitupatia. And it is your right kusaidika kwa hii serikali. Kwa hivyo nimekuwa kwa ile shule inaitwa Almasi School for the Disabled. Pale nimepata kazi nzuri sana inafanyika pale, na nimemwambia governor na county commissioner kuna vitu watatengeneza registration kidogo. Wakimaliza serikali itatuma shilingi milioni 5 ya hiyo shule ya walemavu. Pia kwa sababu nimekuja, lazima sasa tuwache tumefanya mambo 2-3 hapa, kwa sababu inatakikana namna hiyo ndio pia watu waanze kuona hii PS ameanza kuleta matunda. Unajua sasa huyu ndio mtu wenu, wako sisi karibu na pale, na sisi ako karibu na rais pale, ako karibu na mimi. Sasa kazi yake ni kukaa hapo kwangu, hapo kwa rais, akiona kitu imeanguka anachukua analeta nyumbani. Isitakana namna hiyo. Na PS ukue macho. Unajua hata kama unafanyia wa Kenya kazi na ni mzuri, wewe ni PS wa Kenya, lakini charity begins at home. Ujue east or west, home is ukumbuke hii watu. Napitia hapo kwangu, ukiona kitu unasema ndio hii. PS amekuja, tumeongea na yeye, nimetafuta usaidizi kidogo. Kuna hii shule inaitwa Ramadhani Integrated Primary School. Wapi principal? Head teacher wa hiyo shule yako? Ako wapi? Kuja. Leta hiyo toilet. Najua sasa tumekuja hapa lazima muanze kuoja matunda ya serikali. Sasa tumeongea na PS. Wapi? So hii shule ya Ramadhani Primary School, PS amekuja, ameniambia hiyo shule iko na shida, inataka isaidiwe, na kwa sababu ya heshima ya PS na watu ya Isiolo, nimekuja na shilingi milioni 5 ya kusaidia hiyo shule. Usitengeneze mzuri. Na hiyo pesa isimamiwe vizuri, si ndio? Alafu hii shule PS alisoma, hii ya Isiolo Boys, ambaye ni shule ya kimataifa inajulikana. Ilikuwa na sifa mpaka kwetu. Nikiwa huko Nyeri, nikiwa kijana mdogo, tulitamani kufika Isiolo Boys, lakini hatukufika. Marks yetu ikakuwa chini kidogo. Unajua sisi ni watu ya matatizo mengi. Sasa hata kuweza kufika hapa, tukaenda shule tu jua kali, lakini Mwenyezi Mungu ametuinua ndio sisi tuko hapa na naibu rais. Najua Mungu naye ni wa maajabu. So hii shule PS alisoma, governor wetu wa zamani Kuti, kila mtu hapa Isiolo, na hiyo shule iko na matatizo, lazima tuisaidie. Wapi principal? Kuja principal. Haya. Nayo hii Isiolo Boys, kwa heshima ya PS wetu na watu ya Isiolo kwa jumla, na shares yenu kwa serikali ya William Ruto na mimi, shilingi milioni 10 mtengeneze hiyo shule. Haya, vijana wa Isiolo Boys mko? Mko area? Si mambo yenu iko sawa sawa? Ama nipangie nyinyi bashi kidogo? Nipangie nyinyi bashi kidogo vijana? Haya vijana, nitatoa 500 mpake mkate na chai na nini hapo. 500,000 ya hiyo vijana. Alafu sasa mama, wewe sasa county women rep, ukae karibu na mimi. Sasa next time I come, umeraise mambo ya Isiolo Girls, si ndio? Na wewe hapana kaa bali na mimi. Mungepotea huko mlikuwa mmepelekwa na Uhuru. Sasa huyo mtu mlikuwa mnafuata ungemtoa wapi? Sasa sisi ndio tuko na mali. Sasa ile mzee si yako msituni. Sasa hao walikuwa naambiwa na Uhuru wafuate hiyo mzee mtu ya kuzimia. Sasa mama analia Isiolo Boys, mzee yake amekwama. Yeye mwenyewe anatafuta kitu ya kukula, tumsaidie. So wewe utakuja tupange, next time nikija nikuje na kitu ya Isiolo Girls. Tumekubaliana? Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Isiolo.
Tumefurahi kufika hapa. Pia wale wamama walituibia, mko hapa? Wale wamama mlituibia, mko hapa? Nimeambiwa hao mama wako grupu 13. Nitapatia pia shilingi bilioni 1 ya hiyo wamama ambaye wameiva vizuri, wametutumbuiza vizuri. Ndio pia na nyinyi mjue tumeshukuru vile mmetukaribisha, vile mmetuimbia na vile mmeweka Isiolo kuwa the face of Kenya. Kila jamii iko pale, kila wimbo ya Waborana, Waburuji, Wasamburu, Waturukana, Wameru, Wakikuyu, Wasomali. That is Kenya. That is the Kenya we want. Na tumefurahi sana 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 sana. Hata nataka hawa mama mjipange, one mass choir moja, muunganishe muungano ya jamii zote ya Isiolo, mtengeneze wimbo moja, mtakuja kutubuiza rais katika Jamhuri Day pale Nairobi. Ndio mpange mzuri, mtakuja pale, lakini mpange wimbo moja ya hizo jamii zote, ndio tukuje tuonesha Wakenya vile Isiolo inakaa. Tumekubaliana? Kwa hayo mengi